Historia ya kombe la dunia. Mabilioni ya watu hulitazama, mataifa husimamisha shughuli zake, mashabiki hulia, hucheka na kuandika historia. Lakini je, unajua kwamba kombe la dunia lilianza na timu 13 tu? Je, unajua kwamba Afrika haikuwa na mwakilishi hata mmoja? Na je, unajua kwamba timu nyingi zilifika mashindanoni kwa meli baada ya safari ya wiki 2 baharini? Leo tunarudi mwaka 1930 kufuatia simulizi ya mashindano yaliyokuja kuwa tukio kubwa zaidi la michezo duniani. Karibu Global Link Media. Mtayarishaji wa makala haya ni Jaco Aliame. Msomaji ni mimi Omar Shukuru. Ndoto ya Jules Rimet. Mwaka 1928 rais wa FIFA Jules Rimet kutoka Ufaransa alipendekeza kuanzishwa kwa mashindano ya soka duniani. Wakati huo mashindano makubwa yalikuwa Olimpiki, lakini Rimet aliamini kuwa soka lilistahili mashindano yake maalumu. Lengo lake lilikuwa rahisi lakini kubwa: kuunganisha dunia kupitia mchezo wa soka. Baada ya majadiliano, FIFA ilipitisha rasmi wazo hilo. Ndipo historia ya kombe la dunia ikaanza. Uruguay ilichaguliwa kwa mwenyeji wa mashindano ya kwanza. Sababu kubwa ilikuwa mafanikio yao ya kushinda medani za dhahabu za Olimpiki mwaka 1924 na mwaka 1928. Tarehe 13 Julai mwaka 1930, kombe la dunia la kwanza lilianza rasmi. Mataifa 13 pekee yalishiriki: Uruguay, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, Bolivia, Marekani, Mexico, Ufaransa, Belgium, Yugoslavia na Romania. Safari haikuwa rahisi. Baadhi ya timu za Ulaya zilitumia zaidi ya wiki 2 kusafiri kwa meli kuvuka bahari ya Atlantic. Katika siku ya ufunguzi, historia nyingine iliandikwa. Mchezaji wa Ufaransa Lucien Laurent alifunga bao la kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia. Bao hilo lilifungwa dhidi ya Mexico dakika ya 19. Hakuna aliyefahamu wakati huo kuwa tukio hilo lingekumbukwa kwa karibu karne nzima. Leo jina lake bado lipo kwenye vitabu vya historia ya FIFA. Fainali ya kwanza duniani. Tarehe 30 Julai mwaka 1930, zaidi ya mashabiki 60,000 walijaza Estadio Centenario. Argentina dhidi ya Uruguay. Vigogo wawili wa Amerika Kusini. Argentina waliongoza mabao 2-1, lakini Uruguay walirudi kwa nguvu. Mchezo ulimalizika kwa Uruguay kushinda mabao 4-2. Nahodha Jose Nazazi akawa mtu wa kwanza kabisa kuinua kombe la dunia. Uruguay wakawa mabingwa wa kwanza wa dunia. Siku iliyofuata ilitangazwa kuwa siku ya sherehe kitaifa nchini humo. Kwa upande wa Afrika, hakuna taifa lililoshiriki katika kombe la dunia la kwanza. Mataifa mengi ya Afrika yalikuwa bado chini ya ukoloni. Miundombinu ya michezo ilikuwa haijaimarika. Miaka 4 baadaye, mwaka 1934, Misri ikawa taifa la kwanza kutoka Afrika kushiriki kombe la dunia. Hatua hiyo ilifungua mlango kwa historia ndefu ya ushiriki wa Afrika kwenye mashindano hayo. Leo tuna YouTube, television za kisasa na simu janja. Lakini mwaka 1930 mambo yalikuwa tofauti. Mashabiki walitegemea radio na magazeti. Hakukuwa na matangazo ya moja kwa moja television. Matokeo yalifika kwa kuchelewa, lakini mapenzi ya soka yalikuwa makubwa kama ilivyo leo. Kutoka timu 13 mwaka 1930 mpaka mabilioni ya watazamaji duniani leo. Kutoka safari za meli mpaka matangazo ya moja kwa moja kupitia simu za mkononi. Kombe la dunia limekuwa zaidi ya mashindano ya soka. Limekuwa historia ya dunia. Na swali linaendelea kubaki: ni taifa gani litaandika sura inayofuata ya historia hii? Jina langu ni Omar Shukuru. Asante kwa kutazama Global Link Media.
Usisahau kulike, kusubscribe na kuweka maoni yako, kushare video hii ili historia hii iwafikie na wengine. Tukutane katika makala nyingine.